Nyaguta Nyanderema Amariba. Another link. Then Nyaguta again. Yeah. Realiga. The other link is Omosasa Gesere. Then Keupu Ebeno. One link. Nyanturago Chiro. Then Birongo Chiro again. Kiamokama. The entire, all these links is what is marked here in there. Yeah. So we just picked one link just to take space for the others. Yeah, the total is 49 kilometers at a cost of about 2.6 billion, Your Excellency. And the contractor is already on site. He has started site clearance. It's Shengri, Your Excellency. He's a good contractor, Your Excellency. Yes, okay, Your Excellency. Basi sasa Mheshimiwa Rais ataenda kwa kufungua kwa bamba la maelezo, kisha aweze kuflag off magari. Makofi kwa Rais akifungua bamba. Makofi kwake tafadhali. Wonderful. Basi Mheshimiwa Rais sasa ataenda kwa flag off ili tujue ya kwamba barabara sasa kirasmi lazima iendelee kujengwa. Your Excellency, in 3, 2, 1, tumpigie makofi ya kiflag off. Ndio hiyo gari sasa, tinga ziendelee na kazi. Na barabara yenyewe sasa ijengwe ili upande huu wa nchi pia upanuke na maendeleo pia ipatikane. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuongelesha
Aya. Keumbu oye! Keumbu oye! Keumbu oye! Abantu bami ntombo ya more. Mbuya more naende. Nyasaye no muya. Chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani, watu wa Keumbu. Basi wewe soja, wachana na hao wananchi wakuja hapa karibu hapa bwana. Hao wananchi ni watu noma sana. Keumbu oye! Wanasema hayawi. Ni leo ama si leo? Ni leo ama si leo? Ndugu zangu, watu wa Keumbu, watu wa Nyaribari Chache, mimi nimefika hapa leo kwenu kwa mambo ya muhimu sana, kwa sababu mimi na nyinyi na huyu mbunge wenu Zahir Chanda tulikubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya Kenya lazima tupange mambo ya Nyaribari hapa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimefika hapa kwa sababu huyu mbunge wenu aliniambia ya kwamba wakati mimi napanga barabara za Kenya lazima nipange Nyaribari Chache. Sikizeni bwana. Leo tunaanzisha barabara yenu kilomita 50 kilometers in Nyaribari Chache. Nyinyi mnanielewa? Hii barabara yote ya kutoka hapa Keumbu mpaka ifike kule Ibeno, si namna hiyo? Na barabara zingine nyingi, si ndio? Na tumekubaliana na huyu Zahiri ya kwamba hii barabara tunataka zikamilike ili watu wa hapa wajihisi ya kwamba serikali hii ni serikali yao. Nyinyi mnanielewa? Pia hii barabara kutoka hapa Keumbu, si namna hiyo? Pia ya kwenda hapa Nyamira, ya kwenda Kiendege pale, pia nimesema hii barabara itengenezwe iende ifike pale Kiendege. Na Director General wetu wa mambo ya barabara, yule contractor sijui anaitwa Hana ama sijui anaitwa nani, huyo Hanan, huyo contractor atoke kwa barabara. Huyo contractor ameshindwa, si ndio? Huyo contractor amehangaika hapa tangu 2018. Huyo ni mtu ya kujenga barabara ama amekuja hapo urembo? Na ametusumbua tena barabara nyingine ya Sosera huko. Sasa wewe mtu ya Director General ya Kera, wewe bwana simama hapo, wewe bwana Magondo. Huyo contractor sijui anaitwa nani? Mahan. Huyo contractor mwambie atoke kwa barabara yangu aende achome makaa. Si namna hiyo? Atoke kwa hiyo barabara na atoke kwa barabara ya Sosera. Tafuta contractor mwingine ambaye atakuja kujenga hiyo barabara, kwa sababu tuko na pesa ya kujenga hiyo barabara. Huyo contractor aende afanye siasa. Ama namna gani? Kama mtu ameshindwa na barabara si atoke? Ama mnasemaje watu wa Keumbu? Keumbu oye! Keumbu oye! Vile mimi nimefika hapa leo kwa sababu mniliuliza mambo ya maji. Nimepata milioni 700 ya kuwekea maji watu wa Nyaribari Chache hapa. Na leo tunaenda kuanzisha hiyo project ya maji. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii barabara yenu mpaka Nyanturago, mpaka Kigati, hizo barabara zote nimesema itengenezwe ndio watu wa hapa wawe na usafiri ya rahisi. Nyaribari hoye!
Mimi nilikuwa hapa Jumapili, na hiyo Jumapili nilikuja hapa na kuanzisha stadium yenu mpya ya Kisii. Nimewapatia shilingi bilioni 1 pesa ya serikali kujenga stadium mpya ya watu wa Kisii hapa. Nyaribari oye! Kesho mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka. Hiyo airport ilikwama miaka 7 iliyopita. Sasa nimetafuta pesa, naenda kuextend runway, naenda kujenga terminal building, ili kabla ya mwisho wa mwaka huu watu wa Kisii mnaweza kupandia ndege yenu hapa Suneka. Hakuna haja ya kwenda Kisumu, hakuna haja ya kwenda Homa Bay, hakuna haja ya kwenda kule Migori. Airport yenu itakuwa hapa Suneka. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hapa kwenu tunajenga nyumba 13,000 mpya. Tumepapatia bilioni 18, na hiyo mambo yote ile tulikubaliana pale, ile mambo ya prison, tutahamisha prison ndio tujenge nyumba za kisasa gorofa 25 ya watu wa hapa Nyaribari na watu wa Kisii. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi tulikubaliana na nyinyi tujenge soko ya Keumbu, ni kweli ama si kweli? Wewe Zahiri, mimi na wewe tumekosea hii watu, kwa sababu hii soko, mimi sitaki wamama wanafanya kazi kwa jua hapa bwana. Kwa hivyo sikizeni, munipatie miezi 2 peke yake. Miezi ngapi? Contractor atakuwa hapa. Mimi naenda kuwapangia milioni 150 ya kujenga soko ya watu wa hapa Keumbu. Keumbu oye! Keumbu oye! Nyinyi ni watu wazuri sana. Si namna hiyo? Hii mnauzia soko kwa barabara hii, mimi siwezi kubali. Mimi nataka niwajengee hapa soko ya gorofa 3. Niweke maji, niweke storage, niweke stima. Nyinyi mkae kama wazungu hapa ama namna gani? Tunaelewana? Keumbu oye! Na wewe Zahiri, bwana, tusikosee hii watu ama namna gani? Si mimi na huyu Zahiri tunatosha kujenga hii soko yenu? Sasa mimi nitapambana na yeye. Namna hiyo? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nimefika hapa tena Kisii kwa sababu mbunge wenu huyu Zahiri aliniambia kuna watu wake wengi hapa Nyaribari chache hawajapata stima makwao. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimekuja hapa kuwatangazia watu wa Kisii, in the last 3 years, ile miaka 3 imepita, tumeunganisha stima kwa manyumba 41,000 hapa Kisii. Lakini mwaka huu wa 2026 tumewapatia bilioni 2 kuunganisha manyumba 28,000 kwa mambo ya stima hapa Kisii. Na nitatuma waziri wangu Opiyo Wandayi na PS wake Alex Wachira wakuje hapa tuhakikishe mahali bado iko giza tuweke mwangaza, mahali haijafika stima tupeleke stima, kwa sababu hatutaki wananchi wa hapa wakae kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo nyinyi mnajua tunajenga cancer center hapa, ilikuwa imekwama. Mimi na Simba huyu na Zahiri tumekwamua. Sasa hiyo cancer center tunataka ikamilike, watu wa hapa wasihangaike tena na ugonjwa wa saratani. Tuhakikisha kwamba matibabu inaweza kupatikana hapa karibu. Pia tumewapatia watu wa Kisii sio soko ya Keumbu peke yake. Mimi nimetoka soko mpya ya Mogonga, nimetoka soko ya Masimba ambaye tumemaliza, soko ya Ramasha tumemaliza. Tumejenga soko na zile zingine ambazo kama ya Keumbu hapa Kisii. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 2.5 kujenga masoko 22 mpya, ikiwemo soko yenu ya hapa Keumbu, kwa sababu tumekubaliana. Ndugu zangu, tunaelewana? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tukasema hata biashara ya mwananchi mdogo
hata biashara ya mama mboga ifanyike mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali hanyeshewi, mahali hapigwi na jua. Ndio sababu hiyo tunajenga soko 22 Kisii. Zingine zimekamilika, zingine ziko katikati, ingine tutaanza kama hii yenu ya Keumbu. Tuhakikishe ya kwamba kina mama mboga pia wanafanya kazi mahali kuna heshima. Kisii oye! Kisii oye! Sikizeni bwana, mimi nimekuwa hapa Sunday, mimi nimekuwa hapa jana, niko hapa leo, kesho, hata kesho kutwa mkitaka mimi nitakuwa hapa mpaka tubadilishe hii Kisii. Na hii Kisii na Nyamira haiwezi kubadilishwa na mdomo, na haiwezi kubadilishwa na maneno, inabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Haiwezi kubadilishwa na matusi ama makelele ama sarakasi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hii barabara nimeanzisha leo, mnasema tujenge hiyo barabara? Mnasema tujenge hii soko, tuunganishe stima, tujenge hostel, tujenge cancer center, tujenge stadium, niende nijenge airport. Mnasema tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Wale wanasema tuendelee na kazi, si ndio ndugu zangu wa Keumbu? Mimi nasikia ya kwamba mlitembelewa na watu wa matusi. Ati watu wa matusi walikuja hapa? Ati wale watu wa kisirani walikuja hapa na mambo ya ukabila? Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Keumbu, na mimi nataka niwaambie ule jamaa wa pepo chafu ya mambo ya ukabila na chuki na migawanyiko na mambo ya yale machafu. Mimi nataka niwaambie wasikuje kutukanana hapa Kisii. Kama wako na agenda, wakuje waambie watu wa Kisii. Wakuje wajenge barabara, kama wako na mpango wajenge hospitali, wajenge soko, ama namna gani? Mtu akikuja hapa atukane mjumbe wenu, huyo mtu ni kumbavu si kumbavu? Ni mjinga si mjinga? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kisii, si ndio? Watu wa Keumbu, si nyinyi ndio mlimchagua MCA? Si mlichagua mbunge? Si mlichagua gavana? Si mlichagua senator? Si mlichagua rais? Nyinyi mnataka kiongozi mwenye mmchagua atukane na mtu tapeli, mtu wa ukabila na chuki na migawanyiko? Tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaambie wale majamaa wa matusi, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa chuki, wa matusi, mimi nataka niwaambie chuma chao kimotoni. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nawauliza, huyu Zahiri Chanda ni mtu wa hapa si mtu wa hapa? Amezaliwa Kisii hajazaliwa Kisii? Ule mtu wa pepo chafu ya ukabila ako na haki ya kuambia ni nani mtamchagua. Akwende asikwende, aende asiende. Huyo mtu ni kumbavu ama si kumbavu? Ni mshenzi ama si mshenzi? Huyo mtu apotee kabisa. Huyu Zahiri Chanda ni kiongozi ambaye tunamtambua hapa, na ile kazi anafanya hapa, anafanya kazi ya wanaume wengi. Ni kweli ama si kweli? Kisii oye! Keumbu oye! Ndio mimi nawaomba kwa heshima, ndugu zangu watu wa Keumbu, mimi niwaeleze, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo ya matusi, ukabila na chuki. Kenya inabadilishwa tukijenga barabara ile tunataka kujenga hapa, tukiunganisha stima ile tuko nayo hapa, tukijenga hii soko kina mama wafanye biashara. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Wale jamaa wengine mpango tumewauliza hawana, sera tumewauliza hawana, agenda tumewauliza hawana, maono tumewauliza hawana. Ati wako na matusi, wako na ukabila, wako na chuki na kuitana majina. Mimi nawauliza nyinyi, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Watu wa Keumbu, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge, senator, governor, rais mnachagua?
Niwaulize, wakati mnaenda kuchagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya matusi ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Kwa ukabila ama kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa na kazi yake? Ama namna gani? Si mtu ajenge barabara, ajenge soko, aunganishe stima, ajenge stadium, ajenge airport. Si hivyo ndivyo kiongozi anachaguliwa? Niwaulize, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa matusi, sera hawana, agenda akili. Kumbe mnawajua wale wa matusi, mnawajua? Ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera, ata akili. Wale watu ni bure sana bwana, wako chini, mafala wale. Keumbu oye! Keumbu oye! Tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Mimi niko hapa na huyu muungwana Simba Paul Arati, gavana wetu. Simba Arati, mimi nimekubaliana na hawa viongozi wa Kisii. Mimi nimekubaliana na Simba Arati kwamba county government ya Kisii iungane na national government ambayo mimi naendesha, ndio tuwafanyie kazi watu wa Kisii county. Na tuungane na mbunge wenu hapa Zahir Chanda. Mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanakubali tuungane, tuwafanyie kazi, nione kwa mkono. Kwa hivyo nyinyi watu wa Keumbu, Keumbu mnasemaje? Ati Keumbu mnasemaje? Ati Keumbu mnasemaje? Ati Nyaribari Chache mnasemaje? Nione tutam. Wapi tutam ya Simba Arati? Wapi tutam ya Simba Arati? Wapi tutam ya William Ruto? Wapi tritam ya Zahir Chanda? Wapi tritam ya Zahir Chanda? Simba Arati. Keumbu hoye! Mmetoka wapi nyinyi? Hawa ni watu wa Keumbu? Hawa ni Keumbu? Haya vijana, haya, asante. Mheshimiwa Rais, karibu Kisii. You know, this is my kingdom. Being my kingdom, na ukaribisha hapa nyumbani. Nataka niseme mambo matatu kabla sijakuuliza kitu kimoja peke yake. Mheshimiwa Rais, unajua mimi nilikuwa mbunge wa Dagoretti North kule Nairobi. Nikiwa mbunge, ile constituency Waluya walikuwa 1039, Wakikuyu 1035, Wajaluo 1025, Wakisii 1014, Wakamba 1011. Lakini niliweza kuwa mbunge wao kwa miaka 10 tamu mbili kule Nairobi. Juzi huyu jamaa wa pepo mbaya alipoingia hapa, alikuja akasema kwamba kuna Muhindi, eti nyinyi cousins wacha nicheke, mmechagua Muhindi. Afadhali huyu Muhindi amezaliwa hapa. Mimi hata Nairobi sikuzaliwa, nilizaliwa hapa. Anasema nimekuja Kisii hapa ni kwa mama ya Simba. Mama yangu ni Mkisii na amezaliwa hapa. Yeye ndio sijui mama yake alizaliwa Nyeri ama kwingine. Wacha niseme hiyo pepo ishindwe ama isishindwe. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya. Na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya.
Mimi kama deputy party leader wa chama cha OM, baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Tushikane na yeye tupeleke serikali mbele ama tuachane na yeye? Tushikane na yeye. Hebu nisikie ile lugha yetu. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. Sema mzuri, watu wa UDA wako hapa wasikie hiyo maneno. ODM. Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe vitu mbili. Hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Niseme nisiseme? Niulize nisiulize? Nimuulize rais? Mnataka atupe milioni 50 za hiyo hospitali? Mother child. Hayo sio mambo yangu ya excellency, ni mambo ya wananchi wangu watukufu wa Kiumbu. Pili, Mheshimiwa Rais. Huyu DJ wacha mchanganyiko. Mheshimiwa Rais, hii barabara kutoka Kisii mpaka Kabrong, watu wetu wamekufa kwa hii barabara. Najua kwamba Mheshimiwa Rais pesa ni nyingi inahitajika. Lakini nauliza tu tafadhali, on the climbing lane iongezwe. DJ niseme nisiseme? Ilikuwa ni betri. Asante. Hiyo ilikuwa ni betri. Niulize rais ama nisimuulize? Mheshimiwa Rais, nakuomba tafadhali, climbing lane ambazo zitasaidia katika hizi kona, ndiposa maisha yasipotea. Hata hapa Amabuko watu wetu wamekufa sana. Hapa Eremo kuko kubaya, pale daraja moja kuko kubaya. Mheshimiwa Rais, sema kitu moja tu, watu wangu wapone. Unajua si rais yuko hapa? Tumuombe zote ndio asiseme Simba hiyo ni mambo yako. Si tumuombe zote? Hebu weka vidole mbili ndio tumuulize hiyo maswali yote hiyo. Nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa Rais, nataka nitangaze kwamba wiki ijayo constituency hii napeana shilingi milioni 36 za basari. Kwa hivyo watoto wanakunywa maziwa ama wakunywi? Wanakunywa. Kufika mwezi wa 8 nimesema grade 1 na grade 2 na wapea pia maziwa. Yule jamaa mmoja wa hapa Nyaribari ambaye alikuwa amekula chakula ya watoto wa shule anasema wheelbarrow imetoboka, kumbe akili yake ndiyo ilikuwa imetoboka. Kwa hivyo wacha niwaachia hapo kwa sababu tuko na viongozi wengi. Wacha nione ni wangapi hapa Nyaribari Church ambao mnakubaliana na sisi mambo ya mimi ni 2 term, Zaire ni 2 term, rais ni 2 term. Hebu nione kama mnanipea 2 term hapa. Mheshimiwa, hiyo maneno hapo. Asante sana. Thank you. Mbunge wetu Harambee! Harambee! William Ruto! Zairi Janda! Simba Arati! Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kufika hapa. Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Nyaribari Chache tumekukaribisha, na kwanza kabisa nataka kukushukuru kwa kutuletea barabara ya lami ambayo ulikuwa umetupatia ahadi. Sasa hivi hiyo ahadi imetimika. Mheshimiwa Rais,
umetupatia kilomita 50 ya barabara ambayo inaanzia hapa Keumbu, Riondonga, Nyaturbo mpaka pale Ibeno. Barabara ingine inaanzia Birongo mpaka Nyanturago. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hali ya anga sitasema mengi. Ile ambayo ninataka kukuomba Rais ni kwamba hii hospitali yetu ya Keumbu iko na matatizo. Tunaomba utujengee hospitali mpya, hospitali mzuri ambayo itasaidia watu wetu. Mheshimiwa Rais, tumekukaribisha kwa sababu tumefurahia kwa sababu unatujengea soko kubwa ambayo itasaidia watu wetu. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi ofisi yangu ya CDF iko hapa, imekaa kwa shamba eka 5 ambayo ndio hii. Mheshimiwa Rais, niko tayari nihame, serikali yako ichukue hiyo shamba, utusaidie kutujengea affordable housing, watu wetu waweze kupata. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sema hapa tuko na hospitali yenu, si namna hiyo? Hiyo hospitali Simba amesema tuweke milioni 50 na mimi nimekubali. Mheshimiwa, wewe panga, taweka shilingi milioni 50 hapo, na ile kazi ingine yote mmesema mimi nimekubali. Tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Niko hapa na viongozi wengine wengi, niko na Silvana Osoro, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Shadrack Mose, pigeni makofi. Niko na ndugu yangu Mheshimiwa Steve Mogaka, pigeni makofi. Niko na mama Jerusha Momanyi,